Mimi nitaunganisha taifa lote la Kenya, niunganishe wa Kenya wote, wa dini zote, wa kabila zote, kutoka kaunti zote, ndio kwa sababu tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu kwa pamoja. Nyinyi watu wa Meru jameni, na wasihi na nawaomba ya kwamba mkubali, tusikubali siasa ya chuki, migawanyiko na ukabila itutenganishe. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni, tufanye kazi kwa pamoja, na nimeamua ya kwamba Kenya hii nitaunganisha ili sote tuweze kutembea pamoja. Na ndio sababu wakati mliona kulikuwa na msukosuko, nikasema tuweke serikali ya broad based, ya kuleta wa Kenya wote, kusiwe na mwenye anagombana huko nje, kusiwe na mwenye ananungunika huko nje. Sisi wote tukae hapa ndani, tupangane, na hii serikali inatutosha sisi wote. Sio lazima mtu aondoke ndio mwingine apate nafasi. Nafasi iko ya kutosha, sisi wote tukae hapa ndani. Nyinyi watu wa Meru mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe jameni? Tuunganishe. Hebu nisikie nione wale wanasema tuunganishe taifa letu la Kenya. Munasema tukatae siasa ya ukabila, siasa ya dini tuache, siasa ya migawanyiko tuache, siasa ya chuki tuache, tuungane. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio sababu hiyo mimi nasema tuungane pamoja. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi watu wa Meru, mnatuonyesha by example kwamba hata na nyinyi mmekubali kuungana, ndio Meru ipige hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Nasema tutembee pamoja, niendelee na hii kazi, niwapangie maneno, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa ukabila tuwaache nyuma, wachuki tuwaache nyuma, wale wa migawanyiko tuwaache nyuma. Mimi hapa sasa niko na muungwana anaitwa Professor Kithure Kindiki, Deputy President wa Republic of Kenya. Kwene hoi, Meru hoi, Mugeni, Mwakaire, Omega. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana umetutembelea leo. Na Rais, sisi tumefurahi, mambo imekuleta hapa sio mambo ya siasa. Umekuja hapa kwa sababu wewe mwenyewe umesema haitoshi. Umekuja hapa kutuongezea stima, ndio kila mahali kuwe na stima ya kutosha. Si ni kweli? Hii substation itasaidia kustabilize mambo ya stima hapa, na Rais ameshaamrisha substation zingine zijengwe. Pale Maua substation ijengwe, na pale Tharaka Nithi substation ijengwe, ndio hii area yote larger Meru area iwe na stable electricity. Rais amefanya vizuri. Akorodha bwega. Number 2, Rais amekuja hapa kutembelea kwa sababu wakati anaomba kura alisema wanabiashara wadogo wadogo, wakiwemo mama mboga na hata wanaume ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, wawe na nafasi na soko, mahali safi, mahali pako na heshima kufanyia biashara yao, ndio wanunuzi wawe wengi, wanabiashara wetu wapate pesa zaidi. Rais hapa Meru anajenga hiyo masoko yote amesema, ikiwemo hapa South Menti. Mheshimiwa Mweti atawaambia pale Machegene contractor ameanza kazi, na sisi tutakuja hapa kuangalia wakati tutapata nafasi. Machegene kama chege o Machegene itigania, Machegene itigania imenti Machegene kama chege, si hapa katikati ya Mitongo na Ngobo, si kama chege bas. Kwa hivyo Rais umefanya kitu mzuri. Ya tatu na ya mwisho ile Rais imemleta hapa ni maneno ya kilimo. Hata kama hajaongea mambo ya projects ya kilimo, amesema 2.5 years into his term there is tangible reform in the agricultural sector, and today the farmers of
Kenya, including the farmers of Meru, are getting better returns for their tea, for their coffee, and the other crops that we grow. Amestaja tu hiyo kwa sababu ndio iko mimea ya hapa. Amesema majani chai, we increased production, and the foreign exchange earned from coffee, from tea last year has risen to 215 billion. That is the highest foreign exchange ever earned in Kenya since independence on a single year. Mambo ya kahawa. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa shilingi 40-50 hapo. Leo mwaka huu kahawa saa hii ikiwemo last week kwa Nairobi Coffee Exchange inauzwa kwa bei ya juu na mkulima analipwa per kilo of cherry between 110 120. Some factories are paying 130 shillings per kilo, the highest price in 35 years. Rais aendelee na kasi ama asiendelee? Rais aendelee na kasi asiendelee? Si hiyo ndio kasi mlichagua rais afanye? Si hiyo ndio biashara mlituma rais kufanya? Na amesema ile miaka 2 imebaki, ile mambo imebaki atasuluhisha, ikiwemo zile barabara zilikuwa zimekwama, they will all be revived, constructed and completed. Na akifanya hivi sisi tunasema tick, tunampatia taa mwingine. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ya mwisho mimi nimekuwa katika serikali ya William Ruto, nimekuwa minister wa interior miaka 2. Nikakazana na hiyo kazi for 2 years. Juzi 4 months ago rais akanipatia nafasi ingine ya kuwa deputy president. Mulifurahia hiyo hatua ya rais? Mulipendelea hiyo hatua ya rais? Mmefurahi? Onyesheni rais kwa mkono kama mmefurahi vile mimi nataka nimalizie kwa kuahidi watu wa Kenya, wakiwemo watu wetu hapa Meru. Mimi nitajaribu vilivyo, vile nilijaribu nikiwa waziri wa usalama. Nitajaribu kufanya bidii kwa kazi ya kumsaidia rais, na rais atapata tena ati kusumbuliwa, ati kufanywa sijui nini, because there is no competition between the president and the people working under him. As the principal assistant to the president, I am the deputy president and subordinate to the president, and I am happy in that role. Kwani kiti ya deputy president ni kiti kidogo? Si ni kiti kubwa? Lakini watu wengine wajinga, unapewa kiti kubwa, badala ya kushukuru Mungu na kushukuru rais na kushukuru wananchi, unaanza kushindana na kiongozi wa taifa. Mimi hiyo maneno ya ujinga, I am not part of that business. I am happy with that position. I am grateful to the president. I am grateful to the people of Kenya who elected the president. I am grateful to God, and I am comfortable. My work is to support, to defend, and to help the president deliver on his mandate to the people of Kenya. Ama nyinyi mnataka nianze mashindano na rais? Watu wa Nkwene, watu wa Nkobo, mnataka nianze mashindano na rais? Nianze maringo na mambo ya kubishana na mkubwa wa nchi? I am already happy, and the deputy president is not a small job. It's a huge responsibility. I will work day and night to make sure President Ruto has someone to help him, and I'll work with the ministers, the PSS, and everybody else to make the work of the president easier and more efficient. As many of that opinion say aye. As many of that opinion say aye. As many of that of counter opinion say nay, the ayes have it. Thank you, Mr. President. God bless you.